Promise of the future, ahadi ya kesho, ahadi ya kesho yako. Langu jina ni Mwananyunyu Jacob. Tuwe sambamba nitakapokwenda kuanza mpaka nitakapokwenda kumaliza, ili kusudi ukapate kwenda kupata kile ambacho nimekuandalia siku hii ya leo. Ahadi ya kutengeneza kesho ndiyo inayotufanya tuamke kila siku kufanya jambo ambalo litatengeneza kesho yetu iliyokuwa njema. Hatuchoki kufanya wala hatuchoki kutembea, hatuchoki kutangaza wala hatuchoki kuyafanya yale mambo ambayo yanatuweka karibu zaidi na mafanikio yetu. Haijalishi mambo tunayoyafanya au jambo unalolifanya ni dogo au finyu kiasi gani, amini kwamba linakuweka karibu zaidi na mafanikio yako ambayo unayakimbilia au unatamani kuweza kuyapata katika siku zile za usoni. Katika kitabu cha The Compound Effect kinaelezea kwamba zile hatua ndogo ndogo ambazo umekuwa ukizifanya kila siku ndizo hizo ambazo huwa zinakuweka karibu na mafanikio, kwa sababu siku zote hata kitu kwa hali ya kawaida kikiwa ni kidogo huwa hakionekani, lakini vitu vidogo vidogo vikikusanywa kwa pamoja na kwa sehemu moja huonekana kitu kimoja ambacho ni kikubwa. Kile kitu kimoja ambacho ni kikubwa hakiwezi kuonekana pasipo muunganiko wa vile vitu vidogo vidogo ambavyo vimeunganishwa vikapata hicho kitu. Hivyo hata wewe nikwambie tu kwamba hizo hatua ndogo ndogo ambazo umekuwa ukizipiga kila siku zinakuweka karibu zaidi na mafanikio yako. Ukitaka kutengeneza kesho yako, yafuatayo ni lazima uyazingatie. Yaani hautaweza kutengeneza kesho yako kama haya ambayo nitakwenda kuyataja hautayafuata. Jambo nambari 1, uwe na sababu ya nyuma ya jambo ambalo unalifanya. Je, ni kitu gani ambacho kina kufanya wewe ufanye hilo jambo? Ni kitu gani ambacho kina kupa msukumo ufanye hilo jambo? Reason make the difference. Sababu huwa zinaleta chachu ya tofauti katika kitu ambacho unakifanya. Mtu ambaye anafanya jambo pasipo na sababu ni tofauti na mtu ambaye anafanya jambo akiwa na sababu. Ukiwa na sababu utakuwa na nguvu ya kulifanya hilo jambo, lakini usipokuwa na sababu ya kwa nini unafanya hilo jambo, basi hautakuwa na nguvu ya kulifanya hilo jambo. Hivyo hakikisha unakuwa na sababu yenye nguvu, sababu ambayo hata kama maisha yatakuwa magumu, hata kama mambo yatakuwa haeleweki, ila ukiisoma ile sababu, ukikumbuka ile sababu, ukiangalia ile sababu, itakupa nguvu ya wewe kwenda mbele zaidi. If you have enough reason, you can do the most incredible things. Kama utakuwa na sababu ya kutosha juu ya hilo jambo, nyuma ya hilo jambo, basi utafanya mambo ambayo haujawahi kuyafanya kabisa katika maisha yako. Even Jesus Christ have enough reason for him to save the world. Hata Yesu alikuwa ana sababu ya kutosha kwa nini alikuja kuokoa ulimwengu. Kwa nini aliteswa msalabani mpaka akafariki? Alikuwa ana sababu nyuma yake kwamba ni kwa ajili ya kuweza kuokoa ulimwengu. Ndio maana alijitoa kwa sababu yetu. Hivyo unaweza ukaona sababu iliyo nyuma juu ya jambo unalolifanya ina sehemu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hilo jambo linafanikiwa au halifanikiwi. Pia tunaona pia hata katika story ya Nuhu ambaye alipewa kazi ya kuweza kujenga safina. Yeye hakuangalia ni wangapi watamcheka, yeye hakuangalia ni wangapi watamdharau, lakini aliangalia reason, aliangalia sababu ya kwa nini yeye anafanya lile jambo. Ukiona unashindwa kufanya jambo fulani, basi tambua kwamba hauna sababu ya kutosha ya wewe kufanya hilo jambo. Nini cha kufanya? Itakubidi wewe uweze kutafuta sababu ya kwa nini ufanye hilo jambo. Unaweza ukawa na kila kitu, ila ukiwa hauna sababu nzito iliyoshiba ya wewe kukufanya ufanye hilo jambo, hauwezi ukafika popote pale. Point namba 2, usiishi jana. Don't live at the past. Watu wengi tumeshindwa kufika pale ambapo tunatamani kufika kwa sababu tunakumbuka yale makosa ambayo tulifanya jana, tunakumbuka yale matusi tuliyotokanwa jana, tunakumbuka zile kauli mbaya ambazo tuliambiwa jana kwamba hatuwezi kufanya hicho kitu. Siku zote mtu ambaye anaishi katika jana hawezi kuifikia kesho. Unapotamani au unapotaka
kuweza kuifikia kesho iliyokuwa njema. Hauna sababu ya kuisahau jana ipite, uikaribishe leo kwa ajili ya kuweza kutengeneza kesho iliyokuwa imara. Watu wengi tumeruhusu jana iamue kesho yetu. Ndiyo, jana ulishindwa, ila kushindwa jana haimaanishi na kwamba utashindwa na kesho. Haimaanishi kwamba utashindwa milele. Kushindwa jana kusikufanye wewe ukashindwa kupiga hatua kubwa katika maisha yako. Nelson Mandela, rais wa kwanza wa nchi ya Afrika ya Kusini, moja kati ya speech zake ambazo alikuwa akizitoa enzi za uhai wake, nilimnukuu akisema, katika maisha jaribu kuwa kama mto. Mto siku zote huwa unakwenda mbele. Mto siku zote huwa unatiririsha maji kwenda mbele. Haujawahi kutiririsha maji kurudi nyuma. Be like a river. Be like a river. Kuwa kama mto. Sahau yaliyopita, ganga yajayo kwa ajili ya kesho iliyokuwa imara. Jambo nambari 3. Dreams and goals can become the magnet. Ndoto na malengo yanaweza kuwa sumaku. Jim Loren, moja kati ya speaker mkubwa duniani, alisha kusema kwamba success is something you attract by something you do today. Yaani, mafanikio ni kitu ambacho unakivutia kutokana na kitu ambacho unakifanya leo. Hebu angalia kwenye notebook yako au kwenye daftari lako la kumbukumbu, umetamani kuwa nani hapo baadaye, au ni kitu gani ambacho umetamani kuweza kukifikia hapo baadaye. Kisha jiulize hili swali: je, niwe nani ili kusudi niweze kufikia hiki kitu? Je, nifanye nini ili kusudi niweze kuwa huyu mtu ambaye nimemwandika? The stronger the goal, the higher the purpose, the stronger the objective. Kwa nini mkulima analima kama hajaona maono ya yeye kuona mazao baada ya kupanda? Mkulima anapanda kwa sababu anajua baada ya muda fulani nitavuna. Hivyo hata wewe fanya unachokifanya, tumia nguvu zako nyingi, tumia juhudi nyingi, lakini at the end of the day tunajua tu kwamba ni lazima uweze kupata mazao. Kuwa na akili kama akili ya mkulima. Yeye haangalii mvua itanyesha kwa kiasi gani, haangalii jua litawaka kwa kiasi gani, lakini anachokiangalia ni kwamba at the end of the day atakwenda kupata mazao. Hata mwandishi wa kitabu cha The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, alisha kusema kwamba begin with the end in the mind. Ni kitu gani ambacho nakiona katika ufahamu wako ambacho kinakuweka wewe karibu, au kinakufanya wewe usichoke, au kinakufanya wewe upambane ili kusudi uweze kusifikia ndoto zako? What you do, what would like to accomplish. Maneno unayoongea, maeneo unayotaka kufika, mtu unahitaji kuwa hapo baadaye. Hivi ni vitu vyote ambavyo ukiwa navyo vita attract mafanikio katika maisha yako. Je, ni maeneo gani ambayo unatamani uweze kufikia? Je, ni maeneo gani ambayo unatamani usiweze kufika? Je, ni mtu gani ambaye unahitaji uweze kuwa katika miaka ya hapo baadaye? Then angalia vitu ambavyo umeviandika katika daftari lako na ujiulize, je, ni mtu wa namna gani ambaye natakiwa niwe ili kusudi niweze kufikia malengo yangu? Ili uweze kufikia hayo malengo uliyoyaandaa, ni lazima uwe mtu ambaye unafanana na hayo malengo. Otherwise, hautaweza kuwa huyo mtu ambaye unafanana na hayo malengo. What you become help you to achieve, and what you achieve help you to become. Maybe you need some coaching. Yawezekana unahitaji mentorship fulani. Yawezekana unahitaji uangalizi fulani. Physical coaching, spiritual coaching, personal development coaching. Hivi ni vitu vyote ambavyo vitakuja katika ufahamu wako pindi pale utakapoamua kuwa huyo mtu ambaye unatamani kuwa. Never plan with objective and goal. Plan where the expectations are high. Siku zote usipange malengo ambayo ni mepesi, usipange malengo ambayo hayawezi kukutoa jasho, usipange malengo ambayo hata ukiangalia hayakushtui. Siku zote kitu kikiwa chepesi huwa kinaboa, kitu kikiwa chepesi huwa kinachosha. Ndio maana hata mwandishi wa kitabu cha Eat That Frog, Brian Tracy, alisha kusema kwamba
start with something which is big, yani ikiwa na maana kwamba anza na kitu ambacho ni kikubwa katika maisha yako. Sasa ni kwa nini watu wengi huwa tunaandika, ni kwa nini watu wengi huwa hatuishi jana lakini bado tunashindwa kufikia yale malengo ambayo tunatamani tuzikufikia? Ni hivi: be a good asker, kuwa muulizaji mzuri. Jiulize wewe mwenyewe, be a good asker, who you want to be. Asking start the receiving process. It's like a pushing button which all machine restarts. Ukijiuliza, kila kitu kitaanza kufanya kazi. Ni kama switch ambayo ukibonyeza basi engine itaanza kufanya kazi. So, kwa nini watu wengi huwa tunashindwa? Kwa nini watu wengi huwa hatuwezi? Ni kwa sababu tunashindwa kujiuliza. Tunashindwa kuuliza, what the kind of a person must I become? Nifanye nini niwe mtu fulani? Mimi ni nani katika huu ulimwengu? Ni maswali ambayo watu wengi huwa tunashindwa kujiuliza. Sijui namna ambavyo hii huwa inafanya kazi, lakini ninachokijua ni kwamba huwa inafanya kazi. Kuna baadhi ya vitu vingi sana hapa duniani hauhitaji kujua vinafanya vipi kazi. Ndio maana kuna watu wanafurahia matunda, lakini kuna wengine wanatafuta mizizi ambayo inatengeneza yale matunda. Point number 2, receiving is not the problem. The problem is failing to ask. Receiving is automatic. Kupokea sio tatizo. Tatizo ni kushindwa kujiuliza. Kupokea ni automatic, lazima iwe hivyo pale tu utakapoweza kujiuliza. Receiving, it's like an ocean. It's plenty. The problem is some people go to the ocean with a teaspoon. Hata ukisoma katika maandiko matakatifu, kitabu cha Biblia kinasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa. Rudia hili neno mara mbili katika ufahamu wako, nasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Watu wengi tunashindwa kuomba, ndio maana tunashindwa kupokea. Kama nilivyosema, kuomba ni kama kuwasha switch fulani katika mfumo wa maisha yako, na pindi pale utakapokwenda kuiwasha, basi mfumo mzima wa maisha utaanza kufanya kazi. So what you need to do is just to ask and you shall receive. Sasa kama kuomba, watu wengi huwa tunakosea, watu wengi huwa tujiulizi, watu wengi huwa tuombi. Tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba watu wengi tunashindwa kuomba ile inavyotakiwa. Nitakuja kuelezea hapo mbele kwa nini watu wengi tunashindwa kuomba ile inavyotakiwa. Na ukishaomba lazima upokee. Ukishaomba lazima ukipate. Ukishaomba lazima ukipate kile kitu ambacho umekiomba. So, what is the problem? Problem is this. Watu wengi wanakwenda kuomba, yani mapokeo au yale matokeo unayoyataka juu ya maombi ulioyaomba ni kama bahari. Lakini watu wengi tunachokuja kukwama ni kwamba watu wengi tunakwenda baharini na kijiko cha chai. Kijiko cha chai, kijiko cha chai. It means kwamba vitu ni vingi sana ambavyo unaweza kuvichukua, lakini sisi kama wanadamu tumekuwa tukijiwekea limitation yenyewe ya kuchukua vitu vidogo tofauti na vile vitu ambavyo tumeviomba. Ask with intelligence. Ask with intelligence. Unapokuwa unauliza, unapokuwa unaomba, hakikisha unaomba ukiwa uko specific, ukiwa uko clear. Je, nataka pesa kiasi gani? Nataka nyumba ngapi? Nataka watoto wangapi? Be specific, be clear. The purpose is stronger than object. Yes, I need something, but what? The purpose. The purpose. The purpose. Kuna purpose, pia kuna object. Unapokuwa unaomba kitu fulani, unapokuwa unatafuta kitu fulani, what you need to have is purpose. Is purpose. Nyumba ni nyumba, lakini what's the purpose of you kuwa na hiyo nyumba? Gari ni gari, purpose of you kuwa na hiyo gari ni nini? Purpose is stronger than object. Kitu cha mwisho ni kwamba ask with faith. Ask with faith. Believe you can get what you ask. Uliza ukiwa na imani na uamini kwamba unaweza kukipata kile kitu ambacho umekiomba. Watu wengi huwa
andika vitu vizuri. Watu wengi huwa tunaomba, lakini kitu ambacho watu tunakikosa ni imani. Tunakosa imani. Kama iliandikwa kwamba ombeni nanyi mtapewa, mkiomba. Kwa nini ukose imani ya kupokea? Unaweza ukafanya mambo yote, lakini ukishindwa kuwa na imani, hakika hautaweza kuipata ile promised future iliyowekwa kwa ajili yako. Langu jina ni Mwananyunyi Jacob. Nifuatilie katika mitandao ya kijamii YouTube Mwananyunyi Innovation, pamoja na TikTok @Mwananyunyi Jacob. Trust me, you are the winner. Stay safe, stay blessed, stay optimized. Have a nice time.